Lakini kwanza upe ibada. Mtu anayemfanyia Mungu ibada ana tabia za namna gani? Mtu anayemfanyia Mungu ibada ni mtu ambaye kila wakati anatafuta kumpendeza huyo anayemfanyia ibada. Halo, nisikilize mpendo, ndoa nyingi zinaumia kwa sababu watu hawataki kujipendekeza. Sema kujipendekeza. Kama uko karibu na mke wako hapo au mume wako hapo, mwambie mke wako hapo kujipendekeza. Mama Tina, baba yuko mbali, na mama fulani yuko mbali, babake, ungemwambia kujipendekeza. Mama, kujipendekeza. Kuna siri kubwa kwenye kujipendekeza. Kwenye ndoa, kama haujipendekezi kwa mume wako, haujipendekezi kwa mke wako, pole. Kama haujipendekezi kwa mume wako, haujipendekezi kwa mke wako, pole. Hiyo ndoa itakuwa na msuguano, kila moja ninja, kila mmoja humo mpiga Bruce Lee, teknolojia sisi marehemu au Komando John Arnold Schwarzenegger, kila mmoja anatulisha msuli kwenye mgogoro wa familia. Hata kama kajamaa kaembamba hivi, hapo mwanamke kwa bonge hivi, watendea hivi, kajamaa kembamba tu, akapimika kwenye mzani, lakini kama bimba anakuona simizi zonyenyele. Kwa nini? Anajiona kana nguvu bausa, na hata kama kuna mtu anakuja kusuluhisha naye anaweza kapigwa yeye. Yaani mwingine ongezeke, anapigwa yeye, anapigwa. Yaani kanajiona nani kama kwa kamwamba. Lakini aliye na moyo wa ucha Mungu ni mnyenyekevu. Amen, ni mnyenyekevu. Mwanamke anamuona mume wake ni bora kuliko yeye, na mwanamke anamuona mume wake ni bora kuliko yeye, alafu anajiuliza kila wakati, nifanye kitu gani ili mwenzangu afurahi? Na mwanamke anasema, nifanye kitu gani mume wangu afurahi? Mwanaume anasema, nifanye kitu gani mke wangu afurahi? Wakikutana humo mtakutano, wanakumbana humo monkaa, kicheko tu, tabasamu na jino lile la kule chini kule, hata kama limeoza atalionyesha tu, wala haoni aibu. Kuna siri kwenye vinyo humo. Anakenua, anacheka mpaka kicheko cha mwisho. Kwa sababu gani? Anajipendekeza. Kwa Mungu kuna kujipendekeza. Amen. Ili umpendeze Mungu, lazima ujipendekeze kwa Mungu. Umtafute kila wakati wote unajihisi unakosea. Kama hisia za kuhisi kwamba unakosea kwa Mungu hazipo, bado hujamwabudu Mungu. Bado yaani hujafika. Yaani wewe mpiga story,
maana Mungu anataka tujipendekeze, tumuone yeye ni Baba na yeye na sisi kwake ni watoto wake. Tunajipendekeza tumuonyeshe kwamba Baba yetu anatutendea yaliyo mazuri. Utatamani umuombe kila wakati. Amen. Utake msaada kwake kila wakati. Ukichelewa kwenye ibada, moyo unaumia. Halo, kuna watu fulani hivi, yaani hawaoni cha barabarani, hawaoni cha wapi, wachukua kitambaa kao, wanakaraza, wanapiga magoti barabarani, gari lapita, hawajui, wanakufungia mpaka mtaa wako, atafute njia, wako kwenye ibada. Ataingia asubuhi, ataingia mchana, ataingia saa ngapi, ataingia saa ngapi kwenye kuomba, mpaka jioni anaomba, usiku anaamka anaomba. Jipendekeze kwa Mungu. Amen. Anza kumtafuta wakati wote, ni wa kumtafuta. Uko kazini kwako, mtafute. Unaongea maneno mawili matatu, jinsi kwamba inawezekana kwenye maneno yangu haya niliongea hapa, nimekosea. Mwambie Mungu ni rehemu. Amen. Nitakase, nimekosea. Lakini viweke watu. Kwa nini ninazungumzia, nimetumia lugha ya kujiweka wakfu? Kujiweka wakfu ni kitendo cha kujiweka rasmi. Sasa wachungaji wanaenda kusimikwa, maanake wanaenda kutawazwa, kwa lugha nyingine kubarikiwa, kusimikwa na kuwekwa wakfu kwa kazi maalum waliotengewa. Amen. Sasa mwamini wa kweli anayeanza ibada anatambua kwamba kuanzia sasa mimi ni chombo cha Bwana. Mimi ni rasmi, ni mtakatifu, nimeoshwa dhambi, nimewekwa huru mbali na dhambi. Niko tayari kutumiwa na yeye atakavyo. Amen. Amina. Maana yake nini? Ukishajiweka rasmi kwamba wewe ni wa Bwana, atakutumia vyovyote atakavyo. Halo. Usimpangie Mungu majukumu kwamba mimi hili tu ndio talifanya. Tunapobariki ndoa na kuozesha mume na mke, wanafanya vile viapo: katika dhiki, katika magonjwa, katika raha au shida, nitakuwa na wewe, Mungu anisaidie. Amen. Alafu kuna watu wale wanazigegele. Unajua vigegele vya umbea? Hapo anakuja kupiga, anapiga tiki mwenzako gelegele kwenye ibada kama hizo vipigwake. Kwa nini? Siko tu bora kwenye kaeneo fulani bora, katika dhiki na magonjwa, katika tabu na shida, katika magonjwa au nini, nitakuwa na wewe, Mungu nisaidie. Amen. Wakina mama wazuri hao kwa vigelegele. Waambie wewe sasa, uko tayari kwenye shida na raha wewe? Ayatoe wapi magonjwa? Mimi hangaika naye, hangaika na mimi tani yake.
Wewe ulisema katika shida na raha. Shida imefika sasa, raha bado.